999. Bwana, karibuni sana. Habari za jioni mzee zangu. Salama za kwako? Bila huko nyumbani ulikotoka? Salama kabisa. Ndio bwana, mali yako. Marhaba, nimeshatikia marhaba. Kazi mzee zangu? Ndio bwana. Bwana hapa mimi nimekuja. Nikiwa na kijana wangu hapa. Ndio. Amenielekeza swala zima la mahusiano kati ya yeye na binti yako. Na binti yangu mimi. Nikaona sio jambo baya. Ni jambo la heri kwa sababu wamependana. Nije na yeye hapa ili tutambulishane, tujuane. Usikana nao huko vichochoroni kaje ikawa jambo jingine. Sasa vijana sasa hivi hao walivyo mzee mzangu. Naelewa na teknolojia ilivyokuwa. Sasa mimi ni muelewa. Ila ngoje kidogo. Wewe binti yangu. Unafahamu kijana? Ndio nafahamu. Kabisa. Ndio. Kwa hiyo ushakutana vichochoroni huko? Basi sawa, mimi nimeelewa. Kwa kuwa kama binti yangu athibitisha na mnafahamiana, sio mbaya, hili jambo la heri bwana. Na jambo la heri Mungu kalitia baraka na neema zake. Kwa hiyo siwezi kulipinga. Lazima nilifurahie. Ila sasa mimi kitu ambacho mimi napenda kitu kimoja. Mambo yangu ende sahihi, sisi tukapotezana. Unajua, weta barua sio shida, lakini je, mtatimiza ile lengo? Lengo gani mzee wangu? Mbona nitia pressure? Kwanza kijana, dini ipo? Kijana kama unavyomuona dini ipo na ametulia. Sasa kwa kuwa ametulia, jambo la swala la ndoa ni jambo la heri. Mungu kaliweka bayana kabisa, kwa sababu mkioana mambo yanakuwa mazuri zaidi. Na mimi siwezi kupinga kwa sababu sashapendana. Wamependana. Mimi nipinge nani? Ila mimi jambo langu moja ndio nilihitaji. Jambo gani ile mzee mzangu? Mbona kama unajipesha mzee mzangu? Usijali. Mimi sitaki nikajababu wala mimi kwa sababu niko mwenyewe. Sielewa. Na kuona mzee mzangu. Kabla kuita barua. Ila ningependa mjue kama mimi waga sipendagi mali nyingi. Napenda mali kidogo sana. Sasa mimi sitaki milioni, sijui laki ngapi, sijui. Mimi ninahitaji ni shilingi 999 tu. Mzee mzangu. 999. Mimi ndio nataka. Sitaki hela nyingi. 999. Sawa mzee wangu. Hiyo 999 na maanisha nini? Laki 9 ama milioni 9? Milioni 9 nini? Sijakwambia milioni 9 na laki 9. Shilingi 999. Yaani ningesema 999 kuanzia shilingi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 901, 902. Yaani kwenye 1000 itoke shilingi moja tu. 999 mimi ndio nataka. Mimi milioni sitaki. Sasa mzee mzangu, kwa nini usiweke shilingi 1000 ikawa ni mahari mpaka 999? Yaani kwenye milioni 9 hakuna shilingi 1000? Ipo. Kwenye laki 9 hamna? Ipo. Ndio mimi sitaki. Mimi nataka 999 ila zote za nini hizo? Sasa mzee mwenzangu, ili swala mimi nimelielewa. Na kwa vile mimi ni mjumbe wa huyo mzee mtoto, nitalifikisha kwa wazee wenzangu kwa ajili ya kulizungumza hili swala. Basi sawa, kama mtaongea mimi nitafurahi. Mimi ninachotaka mimi mambo ende sawa, sende ovyo kukutana vichochoroni ipendezi bwana siti. Sawa. Au unasemaje baba? Kukutana vichochoroni sio vizuri. Sasa mimi kabla ya barua kuja, uje kwanza najibu 999 ipatikana. Mimi ninachotaka ni 999 tu basi. Kija barua mniwekea shilingi 999. Basi mzee mwenzangu, jengine kwa sasa hakuna na muda umetutupa mkono. Inabidi sisi tuwai. Sasa. Jikoni unaona patupu mzee mwenzangu. Sala jiko aliwahusu bwana. Nyinyi mmefuata mke. Kula na mke wapi na wapi? Mtaenda kula kwenu bwana. Au unasemaje binti yangu? Basi sawa. Basi mzee mwenzangu, mimi nikutakie jioni njema bwana. Na wewe pia. Haya bwana mzee mwenzangu. Karibuni sana. Haya mzee mwenzangu. Asante mzee mwenzangu. Karibu sana kijana. Asante sana. Bwana hivyo kweli? 999. Anko? Sawa mjomba. Swali?
Shwari, niambie. Safi, nishafika bwana. Aha, umekuja? Nimekuja bwana. Ngoja nifungue. Shwari. Shwari mjomba, niambie. Safi, nikasema sikae nyumbani. Maana ile simu ile usiwa tu kuna dili. Nikasema sikae nyumbani nije moja kwa moja. Sasa umesikia mjomba? Dili yenyewe la hela ambalo unalisemea. Unalo wewe mwenyewe. Sasa dili nalo mwenyewe kivipi? Wewe unachanganya hapo. Na kwa nini univigie simu kama dili nalo mimi mwenyewe? Umesikia mjomba? Ili unielewe vizuri zaidi. Tukae hapo chini tuongee vizuri. Sawa, lakini maneno yasiwe mengi bwana mjomba. Nakujua vizuri sana. Wewe kama alivyo nipe, kama hamna niambie kabisa walila ila hamna. Mjomba. Nipe dili sasa. Mjomba. Dili nilikuwa nimekuitia hapa. Ni kuhusu binti yako mjomba. Sasa mbona mjomba unanichanganya? Binti yangu na dili wapi na wapi? Umesikia mjomba? Yule binti yako yule ndio hela yenyewe ile. Sasa binti yangu hela vipi? Kwani mimi najua sawa binti yangu hela? Haya, namuuzaji binti yangu. Mbona nikosea damu bwana? Mjomba, wamekuja watu wawili. Sawa? Kuja kuchumbia binti yako. Kila naye kuja pale unataka 999. Wa pili kaja tena 999. Uone hapa huo ni mtihani ambao unautengeneza kwa binti yako mjomba. Ndio. Sasa hizo habari zimekupa nani kwa? Mjomba, mimi kila siku nakutana na binti yako, ananielekeza kila kitu. Kwamba wewe unatengeneza mikakati migumu ya yeye asiolewe, unataka 999. Wewe uliwahi kuona wapi mahali ya 999 mjomba? Kwa hiyo mnakutana mnaongea mambo yenu au sio? Sawa. Unajua mjomba kuna kitu kimoja ambacho hujanielewa. Unaelewa? Mimi sio kama sipendi binti yangu olewe. Napenda sana. Lakini sitaki waolewe na wanaume ambao wale ya chini tunafanana sisi. Binamu yako analetea wanaume wamevaa chini katakei. Wengine wanaletea sura eleweki, sijui ngolapa, sijui nani, unaelewa? Sura mbaya. Kikubwa zaidi wala wewe asiwe na sura lakini hela awe nazo. Wote hawana hela. Kwa mimi nilichokiona kama ona hela nikatarajia 999 sasa leta. Mtu asiyekuwa na hela lazima atafute 999 ataleta. Lakini kama hana binti yangu hawezi kumuoa. Lakini mtu akija na milioni 2, milioni 3, namuona kabisa huyu kavaa suti kapendeza. Mimi mbona namuozesha? Mjomba wangu unanielewa na sio suti tu. Na hela wawe nazo. Nimekuelewa. Kumbe wewe shida yako unataka wanaume ambao wanavaa suti, si ndio mjomba? Hadi lipi kidogo alete wanaume ambao mwenye hela. Unanielewa? Akileta mwenye hela mimi nitampokea. Lakini ananiletea hawana hela. Sasa kama hawana hela, mimi lazima niwashushe kangu ya chini 999. Akiniletea najua huyu kweli. Huyu hela hana. Lakini naambia mtu 999 anakuambia mimi na 200,000, 300,000. Sasa simkutiana maskini. Yaani mimi mwanangu nimwezeshe kwa 300,000. Sasa kumbe hapo ndio umenielewa. Tunaenda sawa sasa. Hayo maamuzi unayoyataka sasa hivi kuyachukua. Mwisho wa siku tunda litakuja liozee shambani. Acha kunichanganya bwana. Unamaanisha nini kusema tunda litaniozea shambani na kuaje hapo? Nakuchanganya, hujanielewa. Tafasiri yake kwamba yule mwanao unayetaka kumwozesha kwa 999, mwisho wa siku watu watampa ujauzito uje kulea wajukuu wasiokuwa na baba. Wewe mjomba nawe vivyo, mbona hata habari za nuks? Nani amtie mimba binti yangu? Kwanza binti yangu ile mpya. Hakuna mtu anaweza kumtia mimba. Binti yangu hajaelewa. Unanielewa? Mimi sitaki aishi maisha magumu. Hivi mfano mjomba, binti yangu ndio kwa wewe mwanao sasa kuetea wanaume kama wewe. Wewe ungeweza? Sio kama nakutukana mjomba, fikiria. Sasa naletea mtu kama wewe mjomba, mjomba sikutukana lakini nakwambia hali yako yenyewe ngumu. Hata ndio sema wewe unakuja kwa mwanangu nafikiri nitakuozesha mjomba. Acha mali zako bwana. Na wewe kama una kuongea wewe sema niondoke. Kwanza dili lipo hamna. Mjomba, hili ndio hilo nilokuitia. Hakuna dili lingine. Ili binti yangu kwanza kamuuza. Wewe mjomba tuheshimiane. Kama una dili niambie bwana mimi niondoke bwana. Yaani hamna dili lingine.
Ila kama umeshindwa kunielewa basi, ila ni ushauri bure mjomba. Wewe mjomba una matatizo, mimi nikajua mtu ambao umeniitia hapo kuna dini nikapiga hela, unakuja kuongea hali za binamu yako kweli? Mjomba, hebu kaa kwanza chini. Wewe mimi sikai wewe, kama kuna dini hela nipe, kama hakuna achana na mimi bwana mjomba. Vipi bwana? Mimi nakuja najua kuna dini hela, kumbe dini hela hamna. Baba wewe hautaki niolewe kwa nini? 999 au kuolewa baba mtaki 999